Naitwa mchungaji Msafiri Mtenzi, ni mwenyekiti au president wa field ya Southern Corridor. Leo tumekuwa na matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza ni la ugawaji wa kitabu cha utume. Kitabu cha utume pamoja na maandamano, makusudi yake makubwa ni kuweka awareness kwa watu watambue ya kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho tutakuwa tukikisoma na tukigawa kwa watu. Kitabu hichi kimeandikwa ndani yake mambo mengi ambayo ni mazuri, ambayo yanaweza kumsaidia mshiriki wa kawaida au mtu ambaye sio mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kimejaa vitu ambavyo ni vizuri, vinaweza kumtia matumaini mtu ambaye amekata tamaa. Kwa hiyo kuandamana ni kuweka tu ile awareness, watu wajue kwamba kuna hichi kitu cha muhimu kinakuja na tumekianzisha. Na ndio maana tumezindua siku ya leo katika mji wa Lindi. Ni mpango endelevu wa kuendelea kugawa kwa mwaka mzima ili kiweze kuwafikia watu wengi kadri itakavyowezekana. Nadhani leo tumepatia wachache tu, lakini ni mpango endelevu ambao tutaendelea kufanya kwa kipindi chote cha mwaka huu. Wito wetu ni kwamba tungetamani kwamba kitabu hiki kimfikie kila mtu. Kwa hiyo kila mtu angejiandaa, andae pesa kwa ajili ya kununua kitabu, sio kusoma yeye tu binafsi kama Mwadventista, lakini kuwapelekea na majirani zake, watu wanaofanya nao kazi na watu wengine wanaomzunguka kama ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo wito ni kwamba kila mtu ahusike katika jambo hili ambalo ni la muhimu sana na tukio la muhimu sana katika kanisa letu la Adventista Sabato. Hili ni jambo ambalo ni la kwetu sote, katika familia zetu, katika makanisa, tuwe wito kwa watu wapende kusoma vitabu. Hichi kitabu actually ni kwa dunia nzima. Kwa hiyo kwa uanzishaji wa usomaji wa kitabu hiki umeshaanza kutoka katika makao yetu makuu ya Union kule Dar es Salaam na umefika katika level yetu na tutaenda katika level ya mitaa. Kina jumbe za aina mbalimbali, lakini jumbe za kuwatia watu matumaini, watu waliokata tamaa. Viko visa mbalimbali vya Biblia vizuri ambavyo Yesu aliviongelea ambavyo vinatia matumaini kwa watu waliokata tamaa. Ndio umoja unaleta mavuno. Sasa wito wangu tunapoenda kwa ajili ya kuzindua hii One Voice 27 au sauti moja 2027, niombe tusije tukafike 2027 tukiwa watazamaji. Niombe tusibaki wakosoaji badala ya kuwa watendaji. Tusinyamaze wakati mbingu zinatuita tufanye kazi. Tuna jambo maalum duniani kuokoa ulimwengu. One Voice 27 ni wito wa kusimama pamoja, ni wito wa kusema pamoja, ni wito wa kuhubiri pamoja, ni wito wa kuwa na lengo moja, ni wito wa kuwa na kauli moja, ni wito wa kuwa na sauti moja. Hivyo viongozi tusimame imara, vijana tuitumie teknolojia, mitandao hii kwa utukufu wa Mungu, washiriki wote tusibaki nyuma. Jamani bwana, kwa nini muhimu sana kwa sasa hilo jambo? Ni kwa sababu ukiangalia dunia katika mitandao imejaa kelele nyingi ambazo ziko kinyume na muktadha wa watu kuwa watu wa kiroho. Mafundisho mapotovu yamejaa katika ulimwengu, hofu na mkanganyiko. Lakini kanisa halikuitwa tu kuwa kimya wakati dunia ikiwa katika hali hiyo, limeitwa kuwa sauti ya ukweli duniani. Sasa One Voice 27 au kwa maana nyingine sauti moja 2027 inalenga kutuunganisha makanisa yote, kuimarisha mawasiliano kwa kutumia TV, redio na mitandao, kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Kila mshiriki anapaswa kuwa shahidi. Sasa sikilizeni, huu sio mpango wa viongozi tu, bali ni wa kila mshiriki. Tunatamani kiweze kuifikia jamii kama ambavyo tumekiwasilisha leo, ili kiweze kuleta matumaini kwa jamii, kwa watu ambao wamepoteza mwelekeo, wengine hawana matumaini, wamekata tamaa. Na hivyo kupitia kitabu hiki tunaamini kwamba kitawavuta watu wengi kuwaleta kwa Kristo baada ya kupata matumaini kwa njia ya kitabu hiki. Nipende kusisitiza na kuwatia moyo wanajamii au Watanzania kwa ujumla, wanapofikiwa na kitabu hiki waweze kukipokea kwa mikono miwili, ili kiweze kuwasaidia wao pamoja na marafiki, ndugu jamaa na marafiki. Unaweza usikate tamaa, lakini una mtu aliyekata tamaa, nenda mpelekee ili kumsaidia akaweze kupata matumaini. Kitabu hiki ni maalum kwa ajili ya kuleta maneno ya matumaini kwa watu, kwa sababu ulimwengu wa sasa kuna watu wengi waliokata tamaa na kupoteza mwelekeo, na manufaa ambayo tunakwenda kuyapata ni kupata tiba ya moyo ambayo itakwenda kupunguza watu wenye msongo, na hata wale ambao ingewapelekea kujinyonga kwa sababu ya maisha watakwenda kunusurika kupitia kitabu hiki. Vijana ninawatia moyo kwamba inapotokea fursa basi tuende nayo sambamba.
Kwa hiyo kitabu hiki kimejaa matumaini na kinawaita wote waliokata tamaa, waliopoteza matumaini, waliodhoofika na kukonda mioyo, wanaalikwa wakisome kwa bidii, maana kinakwenda kuleta chemchemi mpya ya baraka katika maisha yao. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.